por matongo gontegerete abagusi Global Radio. Jeni ngongoroku angwenyi Danieli rwaiga chiro ya usongo kwa nyamagena ni gontegerete abagusi Global Radio. Asamrete ngugwedi na kwambuka muko koroya secho ya busongo kore biashara ni gontegerete abagusi Global Radio. Samaria tangorupani skerbongo kore biashara busongo abagusi bategerete radio Global Radio. Bono, nabako tonyora ase website yaito ya www.abagusiglobalradio.com. Oboigo, nabako tonyora ase YouTube channel yaito o like na subscribe wetera www.abagusiglobalradio.com. Elionyo remero yaito eye mase yemo ase simyao yakoboko. Abagusiglobo Radio ekenakyo ekeumbu kyomogusi. So Jeff, nilikuwa nakwambia people should live their life. Ni kweli? Kuna watu wamezoea kuishi maisha ya watu wengine. I saw a woman where I was living before niame. Mtu wake alikuwa anasoma shule fulani pale. Iko karibu na mahali ambapo tulikuwa tunaishi. And then we had a neighbor ambaye pia mtoto wake alikuwa anasoma shule fulani pale inaitwa Fairmonts. Fairmonts is very expensive actually. Sure. It's an international school. Yeah. So na yeye anaambia mume wake sasa unajua mtoto wake anakuja anachukuliwa na gari. Pia sisi tupeleke mtoto fair. You know, I was like, actually I confronted the woman. Nikamwambia ishi maisha yako because mwanaume aliniambia nikacheka tu because ishi maisha yako. The lady hafanyi kazi. Mwanamke wa huyo jirani anafanya kazi kwa bank. Mwanaume wake anafanya kazi kwa county. And then huyu mwanaume wake ni hustler tu. Alafu unataka tu kupishana na wao. Nataka kupishana na wao. Kidogo pale ndugu utachipata mahali baba. By the way, it's normally something that happens most of the time. Mwaso the young people. Yeah. We try to copy what other people are doing. Yeah. Nataka kuishi maisha ya Videl na mimi ukweli siwezi. Ukifanya vile utajipata kwamba unaishi kwa madeni. Kabisa. Na maisha yatakuwa magumu kabisa. Ni heri uishi maisha yale ambayo unaweza wewe mwenyewe. I told them nikamwambia mwanamke, if you feel kwamba you're not comfortable with this man, you better opt and look for a man mwenye atapeleka mtoto mahali ambapo unahitaji. Kwa sababu sasa unajua mwanaume ni hustle, unajua kazi anafanya. Rafiki yangu anampressure, anamwambia sasa unajua uliona jana wale walipika nyama. Lakini je, tukianza na taarifa ambazo zimefanyika katika maeneo tofauti. By the way, there is kuna taarifa ambayo ilifanyika jana. Kuna kisa ambazo kilifanyika jana katika shule ya Kisii National Polytechnic pale. Siku ya Jumamosi usiku. Ya mwanafunzi wa shule ile alianguka katika Pitlarlin choo. Ndio. Na shida si ile choo, shida si kuanguka. Niliangalia vile ambavyo mjenzi yule ambaye alitengeneza ile choo alikuwa ameitengeneza. Alikuwa ametengeza refu sana ndio. Lakini nadhani msingi haukuwa dhabiti kwa sababu niliona picha zilitoka pale na nikaona ni kama kwamba yule ambaye alitengeneza pale kuna makosa ambayo aliyafanya. Ni kweli video kwamba ni kisa cha kusikitisha ambacho kina raise concern haswa usalama wa tenant wako, ikiwa kwamba wewe uko na nyumba ambazo umechenga pale na watu wanaishi mule. Ikiwa kwamba hauna zile choo za nyumba, basi hakikisha kazi ile ambayo inafanywa na mjenzi yule ambaye unampea kazi pale amefanya kazi nzuri. Ni kisa cha kusikitisha kwamba yule mwanadada alitumbukia mule ndani. Kwa sababu niliangalia, najua kuna ile foundation unaweka. Ukiangalia hiyo picha ambayo iko hapo kwa screen, ukiangalia pale kuna tuwaya tuwili tu tumepita. Ni kama alipitisha tu tuwaya tuwili alafu akaweka cement juu. Alafu ile silapo iko hiyo foundation haikuwekwa vizuri. Lakini najua pale maeneo yale mule wanafunzi wanaishi pale sana. So watu wamezoea kwa sababu demand iko ya nyumba za kuishi. Watu wamezoea kwamba unajenga tu haraka wanaingia haraka kwa sababu hakuna nyumba pale kupata vacant ni kazi ngumu sana kwa sababu wanafunzi wako pale. So lakini foundation ya kile chumba hakikunifurahisha kabisa kwa sababu nadhani haikuwa imewekezwa vizuri. Yule fundi ambaye alifanya ile kazi hakuifanya vile ambavyo inafaa kufanywa. Swala ambalo pia linafaa lishughulikiwe hasa wale ambao wanashughulikia masuala ya ujenzi, CAK, Kenya Construction Authority of Kenya. Nadhani kwamba wanafaa kuangazia ndio wajue mtu yote ambaye anajenga nyumba anaijengaje. Mzingi ambao unawekwa pale ni dhabiti ama namna gani? Na pia by the way wale wanakandarasi ambao wanafanya kazi hizi kidogo unapata kwamba si watu ambao wamehitimu. Wiki iliyopita tumeona Mama County katika kaunti ya Kisii wale mafundi ambao wamehitimu na shirika lile la NCA National Construction Authority wakishughulika kuwapa vyeti wale ambao wamehitimu kutaka kufanya kazi ile. Basi ni vizuri wewe kama mwenye ambaye anataka kujenga nyumba pale uwe na mtu ambaye
ako na cheti cha kuonyesha kwamba anajua kuifanya kazi ile vizuri. Na wakati kazi inafanywa, usije huyu mtu umruhusu akufanyie kazi ambayo si nzuri. Hebu kuwa pale ukiangalia jinsi ambavyo kazi yako inafanywa. Ndiposa visa kama hivi visiche vikiendelea. Nakumbuka kwamba video ni kwamba mwanadada huyo alitumbukia pale katika chuo kile mida ya 2:30 saa 3 usiku siku ya Jumamosi. Nakumbuka wakati huo kulikuwa kunanyesha sana na katika harakati za kujaribu kumsaidia yule jamaa ambaye aligundua kwamba msichana huyo ametumbukia mule ndani, alijaribu kuenda kufuatilia aone kama anaweza mfikia. Kidogo hakumuona, ndiposa akapiga ripoti, maafisa kutoka kaunti wakafika. Lakini kila ambacho kidogo pia kilileta shida ni kwamba maeneo yale ambayo nyumba zile zimejengwa, kidogo hakuna barabara, gari hizi za kuzima moto ama rescue vehicles zinaweza pita sivike mule. Pia jambo ambalo wale ambao ni wajenzi wanapaswa kuangalia, wakati unajenga nyumba, umenunua shamba, hakikisha kwamba shamba ile ambalo umenunua mwenye amekuuzia na wewe mnunuzi mumeagana, at least uwe na njia ambayo hata kama mtu ni mgonjwa, ambulance inaweza pita pale, gari linaweza pita pale katika harakati ya kufanya usaidizi ama kumpati ama kurescue watu wale ambao wanaweza pata kwamba wameumia pale. Lakini Jeff, hizo shida umeziona hata hapa kwetu bana. Unapata mtu ananunua shamba hata ana njia kwenda kwa shamba mpaka unashindwa. Sasa unanunua shamba hauna mahali popote ambapo utapitisha hata zile vyombo simiti, mchanga na vitu vingine ambavyo ukihitaji kujenga pale. Inakuwa ni changamoto kubwa. Ndiposa basi nasema bwana Videli kwamba wewe muuzaji na wewe mnunuzi kubaliana kwanza. Nahitaji njia. Gari itapita hapa ikileta mchanga hapa. Itapita wapi? Mkubaliane. Wakati mmekubaliana mambo yatakuwa sambamba. Hata wakati mwingine tumeona watu wanapigana kwa sababu ya njia. Mmoja hataki iwe na mwingine anataka iwe. Basi wanaanza kubishana. Anasema mimi nilinunua shamba yangu inafika hapa. Siwezi kupatia njia. Lakini wakati unanunua shamba muulize kwanza, nitapitia wapi nikiingia kwa shamba? Nikiingia kwa shamba yako. Kama niko na gari, itapita wapi? Unajua lazima pia kuna some things to consider wakati before ununue shamba. Lakini ukiangalia mimi foundation ya hiki choo hakikunifurahisha kabisa bila ambavyo ilikuwa imewekwa, kwa sababu kuna zile wires hata uko nyumbani ushago tunatengeneza tunaweka mbao chini, at least mbao inashika juu mtu hawezi anguka. Lakini ukiangalia pale bwana ni kama amepitiza tu tu haraka haraka. Ukiangalia msingi huo vizuri, ile radius ambayo inafaa kuachwa. Ukijenga nyumba ukilima msingi chini, kama shimo hiyo ya choo imelimwa kwenda chini, hapo kando at least some meters, some centimeters tu uweke tofali pale. Ndipo uanze kujenga kwenda juu. Na ukimwagilia ile slab pale, ile slab inafaa kuwa pana juu pale, yani ikule space ambayo kidogo si shimo tu ulinganishe kwa shimo ile juu. Kidogo pale upate umesonga nje sentimita kidogo, ndiposa uanze kuweka matofali kwenda juu, iende juu. Ni kama ameekelea juu tu na unaona jinsi ambavyo iliweza kuporomoka pale. Lakini tunaomba tu tunafariji pia familia ile ambayo ni yule mpendo mwanadada ambaye alifariki. Nadhani kwamba wangejua mapema wangemuokoa. Wangejua mapema. Ni vile kwamba umesema kwamba it took some minutes, some time. Actually it took some time gari kutafuta namna ya kuingia pale, na pia uchafu ule kuondolewa. Na choo hicho kilikuwa kirefu. Gari kama 8 hivi za kutoa uchafu zilitoa kwanza, ndiposa wakaja kumfikia. Na ni kitu ambacho kilichukua muda kutoka saa 3 usiku hadi saa 9 asubuhi ndio akaja kupatikana pale. Lakini Jeff, umezungumza kwamba kisa hicho kilifanyika siku ya Jumamosi jioni. Pia nisungumzie siku hiyo ya Jumamosi. Ni kweli? Kuna yule nitamuita babu, yule mzee ambaye ni Otenyo. Ambaye alikuwa anatetea jamii ya Bagusi kwa ujumla. Mzee yule aliuawa miaka ya kitambo kidogo, hadi sasa ni miaka 117 inaelekea 18. Ndio. Na aliuawa Februari mosi. Sasa wasee wa jamii ya Bagusi anaitwa Bagusi Council of Elders walikutana Mosocho. That is where that guy comes from. Na huko ndiye alishikwa na akauawa pale. Walikutana siku ya Jumamosi wakisema kwamba wanahitaji kichwa cha Otenyo. Kumbuka kwamba ni miaka 117. Walikutana wakasema kwamba wanahitaji kichwa cha mzee Otenyo Nyamaterere, wakisema kwamba kukosekana kwa kichwa kile ndio kinaleta shida na changamoto katika eneo la Gusiland. Viongozi hawaelewani, watu wanauana ofyo. Eti kwamba
Najua kuna ile tunasema kwamba ukizika mtu bila kichwa amwezi kaa na amani. Sasa wanasema kwamba kwa sababu jamaa Otenyo kichwa yake ilienda pale kwa wakoloni, wanahitaji ile kichwa ndio eneo la Gusiland kwa upana iwe na amani. Basi kichwa itapatikana kweli. We have our culture, jinsi ambavyo tamaduni zetu zungumza pale, ama jinsi ambavyo maagano yapo. Na pia jinsi ambavyo wameitisha, kuna uwezekano wa kupatikana, na pia kuna uwezekano wa kichwa hicho kukosa. Ya kwamba hakikuhifadhiwa mahala ambapo kitapatikana, kidogo kutakuwa na changamoto. Miaka 117 baadaye inaweza kuwa changamoto kweli. Unajua sasa ingekuwa ni kichwa ambacho kilizikwa, sasa hivi kingekuwa kimeoza, ungepata tu ni tumfupa tu tudogo tunaweza patikana. Miaka 117 ni miaka mingi kweli. Kama walipeleka kwa museum. Unless and otherwise they did that, and maybe wawe na ile kanso iketi. Hata wale ambao walifanya yale hawapo. Wengi wao wameshaaga dunia kitambo. Basi tutaona jinsi ambavyo mambo yataendelea pale. Kama Gusii Council of Elders watapata representative wao ambao watazungumza na nchi ile ambayo ilikuwa ina colonize Kenya wakati huo, wanaona kama kichwa hicho kitapatikana. Tuwasikilize kwanza. Lakini miaka 17 na 117 nadhani kwamba sidhani. Tuwasikilize kwanza kisha baadaye tunarejea tuzungumzie swala hilo. Ciarero tarike ya Omotinyo kabere neri tuko omugako Otenyo abutole twe bigoti omutuo yo kagenda Bongereza. Intwe n'abanyakiombe bamwanyagetinga Heritage Council na emyaka yonse pia ere kale emyaka 100 karibu na 18 abantu baite baraire no mutwito esegeri ya rwanetwo omutwito toyoga omutubu Otenyo kumbe tonya goirana nekero omutu otayo mubere tonya gotinde kuiga sabekire mubere ori toyo tori complete nekerere igaso omugusige igego twana spirit chiaye nchiyo na into rwano omutu obutoru ogende mokora murembe na murembe igagusiye itonto bwati murembe tubwati bomo muntu mogweta nakego omoikori Otenyo na tarare tugotinde kuga sobo kwanyora gwitira omuntu kwanyora wa mwatindo koiro omuntu otindekire ekiara yobororo ebinte bike lakini ebibire chitanguche ego twatindegete kene ndutindegete omutu oye bono tutegete omutu oye gogo yaye batageretere ere twinsi yabagambi baito egere tumakosangania ekene kiria tumutindeke kene itatoka wapi? Wanasema kwamba walizika mwili wanataka kichwa ije ndio waunganisho wazike. Sasa hiyo mwili wanajua hata ilizikwa wapi kweli? Sina ufahamu, ana maybe waweze kutueleza pale, lakini nikikusikiza vizuri kuna vitu viwili vitatu pale wametaja kwamba kukosa kwa kichwa chake kuzikwa hapa nchini Kenya haswa katika jamii ya Omogusi ndicho chanzo cha yale ambayo tunayaona haswa vita vya wenyewe kwa wenyewe, kuuana, wengine kuzozana hapa na pale, hata wengine kutaka kufukua mili ambayo ishapumzishwa tayari, ikiwa kwamba ni baadhi tu ya vile ambavyo vimeletwa kwa sababu kichwa chake kidogo pale akipo. Nadhani kwamba ni fikra tu ni ndio maana kila wakati wanasema kwamba Bidel tradition za kila jamii. Unajua hapa Kenya tuko na jamii zaidi ya 30 na pale unapata kwamba kila jamii iko na tradition zao, utamaduni wao. Basi huwezi sema kwamba utamaduni wa jamii fulani ni nzuri kuliko huu mwingine. Tunasema zote kwamba tamaduni hizo zote ni nzuri, hata kama zinaweza kuwa na changamoto tofauti pale. Kwanza tunaziachia pale ni nzuri. Lakini kuna mambo mengine tukileta Ukristo ndani kidogo yanaonekana kama ni mazingombo tunafanya, tunaabudu miungu, lakini hebu tungoje tuone ni kipi kile ambacho kitatokea baada ya wazee hao kudemand kwamba kichwa chake Otenyo kiweze kurejeshwa hapa nchini. Let's hope kwamba labda kichwa chao cha huyo jamaa Otenyo ya Materere kitaregeshwa. Lakini hiyo miaka mimi niko na wasiwasi na dogo fulani. Lakini Jeff, tukiachana taarifa hiyo, hapa town nadhani kwamba mahali ambapo unaishi ukitembea lazima ukutane na mtu ambaye kichwa yake si mzuri, na maana kwamba ana changamoto za kiakili. Na nadhani kwamba pia kwa wakati mmoja umepata mtu akiwa anasukumwa na trolley na ana mtoto mchanga.
na anaomba fedha, wale ambao wanaomba usaidizi. Aidha amelema kidogo pale, anaomba usaidizi. Nadhani kwamba kwa wakati mwingine umeona mtu ambaye labda kichwa si mzuri, mwanamke, lakini amezalishwa, ina maana kwamba ana mtoto ambaye amemzaa. Umejiuliza swali kwamba huyu mwenye anazalisha, who are the fathers of these kids? Umejiuliza swali? I've ever asked my question, myself a question, na kidogo pale nakosa majibu. Hata unajaribu kuuliza. I remember once nikiwa mwanafunzi katika kaunti ya Nakuru pale, kuna kisa kimoja ambacho it didn't take us well, akitufurahisha hata kidogo, sababu kuna mwanadada fulani tulikuwa tunamuona tangu niende Nakuru, tulikuwa tunamuona hapo. Wakati mmoja jinsi ambavyo anaendelea kuishi hivyo, akazalia pale mahali ambapo anaketi. Kwa sababu asubuhi na mapema ukipita unampata kwamba ameketi pale. Kidogo unaona mtu anaendelea kukua, ile mimba imeanza kuonekana, baadhi ya kazaa. Nakumbuka wakati mmoja pale, jamaa mmoja akipita akamshika koti. Na akasema huyu ndiye baba mtoto. Na wakati ametaja kwamba huyu ndiye baba mtoto, ukweli jamaa yule alishindwa kujitetea. Akashindwa kukataa, ikabidi kwamba wameenda hospitali kwenda kufanya DNA. Ukweli jamaa yule hakupatikana kama kweli ndiye babake. Lakini yule mwanadada hata kama ajielewe kidogo kana changamoto ya akili, alisema kwamba mimi naona ni huyu. Kwa sababu aidha wanafanana kimaumbile ama jinsi ambavyo aliona. Kidogo maswali hayo tunajiuliza, lakini tunakosa kupata jibu. Kuna jamaa fulani ambaye anafanya taxi hapa Kisii Town. Ndio. Akanambia watu wengi ambao wana shida za kiakili katika Kisii Town hapa, sawa wanawake. Ndio. Wale watu ambao wanawazalisha ni watu ambao akili zao ziko sawa kabisa. Ziko sawa kabisa. Na wana kazi nzuri. Aliniambia kwamba yeye mwenyewe ameshuhudia wakati ambapo alikuwa taxi jioni. Ameshuhudia jamaa ambaye anashuka kutoka kwa gari ya V8. Akibeba mtu fulani ambaye ana shida za kiakili ambaye namjua mimi. Kamuingisha kwa gari na wakaenda naye. Nikashangaa. Akaniambia amemuona labda na anamjua vizuri. Nikashindwa. Watu wanaanza kuwa wanyama. Ni kukosa utu na jinsi ambavyo unafaa kuishi na watu wengine pale. Kidogo kuna uhamasisho ambao unafaa kufanywa. Na angalau serikali ya kaunti, serikali kuu ione jinsi ambavyo itakuwa inasaidia watu kama wale ambao wapo pale mtaani, omba kidogo, akili zao si sawa kabisa. Nakumbuka kwamba kuna wakati mama kaunti ametaja kwamba kuna rescue center ambayo inajengwa. Sijui kama wewe umeiona kwamba imetamatika. Sijaiona vizuri. Lakini na swali hilo nimelileta Jeff kwa sababu fulani hapa. Kuna mwanamke ambaye pia akili yake haipo sawa. Kutoka mahali ambapo natoka pale nyumbani Ushago. Huyu mwanamke alikuwa anatoka katika mazishi. Huyu mwanamke kazi yake ni kutembea katika soko, hasa katika ile soko ya Nyakoya, anatembea pale, at least anapewa chakula, anaenda anakula na watoto wake, pia na watoto amezalishwa nao. Ndio. Jamaa fulani akamshika akamnajizi usiku. Na inasemekana kwamba jamaa huyu anajulikana vizuri, ni mtu ambaye ni wa mtaa. Jamaa huyu ameshikwa hapo awali na polisi, ametoka kortini, amekuja pale tena, ameanza visanga kama hivyo, na hamna hatua yote ambayo imechukuliwa hadi sasa. Ningependa kwanza tusikie familia inazungumza nini kuhusu huyu mama ambaye alinajiziwa. Anga katukurwa tukanyara ko batokorora mu ichano na makumia senge njomo ngina gachite kurigeri gako endo sabanya koe bamoe chire kire bakomwa oretera bana bae mugako etari kwenyara na moise koe queen baminto na moise koe bisieri bagwetana na tumwa bakonya litunda mwa bakonye suguma oreta bacha ko ritukori aramisi morogo baiga gitwarura matanga omongino ndera batacherunse alirogora kera arenga ko bagagocha senka yae na kwa murakwe kabeta kumutacheranse konyana ndo rarura sechera nandi ko tarachi kwebuka nayo aya nyari ko bakakora kurumaega iriare korue chiro igagocha akanyoro mu muronde njera omomuro ina bamugikiana netiga kamungusa guchinsi agaime akamukururege kone na kwini nero nyatari ngomo kongwa kakaboru muntu komokonya agachigokura kamuita chinse igo mpaka chinta kunira gasiniko nyino anechai mongino otari kwenyara pi na andi na obongo mboli buya kabisa muna abantu bande igakuna gusabiriro ko ewa gasukali ocha kubeka serikali mutaye ngwanja motokonya gakese. Nasikia wanasema kwamba mama huyu hajiwezi. Lakini huyo kijana ambaye wanasema anajulikana, alimnajizi na yuko huru tu. Nadhani kwamba hatua zinafaa kuchukuliwa ili haki itendeke kwa huyu mama ambaye ana miaka 45
mama mzee. Ni kweli. Na mambo kama hayo si mara ya kwanza kuyasikia. Yamekuwa yakifanyika Jeff katika maeneo tofauti. Aswa katika eneo hili la Gusii tumekuwa na visa hivyo vikiripotiwa kila wakati. Hata watoto wadogo kunajisiwa na pia watu ambao wanafanya mambo haya ni watu ambao wamejulikana. Lakini kidogo pale kwa sababu mtu anasema kwamba anataka kuchunga familia, kulinda jina la familia, kidogo tu wanafanya makubaliano chini kwa chini pale bila kuhusisha wale ambao wanafaa kuhusishwa, ndipo huyu apate haki, na wanakubaliana unapata kwamba mtoto ameharibiwa maisha yake, mama ameharibiwa maisha yake pale, aidha amepata ugonjwa na pia huyu jamaa ambaye amefanya hivi yeye anatembea tu pale, yako huru tu na hakuna lolote ambalo limefanywa. Katika uchungu ambao atakuwa anaishi nao kila wakati akiona mwanaume yote anakumbuka huyu kuna mtu alinifanyia kitendo kama hiki. Basi mashirika yale ya kijamii na pia jamii zetu ama jamii kwa ujumla, maafisa wale machifu, manaibu, vijana ama wale wazee wa nyumba 10 wanapaswa kuchukulia jambo hili kwa uzito zaidi na pia wafanye haki itendeke. Kama mtu amepatikana na amefanya jambo kama hilo na ushahidi upo, wacha sheria ichukue mkondo wake pale. Hakuna kile cha kusema kwamba tutaharibu jina la familia sijui nini. Hebu tu hawa watu waweze kutiwa mbaroni, wafikishwe mbele ya koti. Kwa kwamba ni kufungwa afungwe, kwa kwamba ni fine apigwe fine, kwa sababu kitendo ambacho amemfanyia huyu mwanadada ama huyu mtoto mdogo si kitu ambacho atakisahau. Ni kisa ambacho ataishi nacho milele na milele, hata sahau kabisa. Lakini wakati tunamalizana na hayo, tunaomba pia familia hiyo na uchunguzi wa haraka ufanywe tujue labda ni nani huyu na huyo kijana mbona yuko huru. Jeff, tuingie katika siasa kidogo. Ndio. From Friday, Saturday, Sunday, siasa imepigwa. Ni kweli. Na kuna mazishi yalikuwa pale Nyamira County. Magavana wote wa county ya Kisii na Nyamira walifika pale. Kumbuka hao magavana wawili, na mzungumzia Amos Nyaribo na vile vile Simba Paul Arati, ni magavana ambao pia wanaongoza katika azima ile ya aliyekuwa waziri wa zamani Daktari Fred Matiang'i kumpigia upato kwamba wote by the way wanasema watamsupport Matiang'i. Sijui gavana Arati ni naibu mwenyekiti wa chama cha ODM, lakini anasema watamsupport aliyekuwa waziri Daktari Fred Matiang'i. Na katika hafla ile mengi yalisungumzwa, wakamkashifu mbunge wa South Mugirango Silvana Sosoro kwa matamshi yake, wakamkashifu mbunge wa Kitutu Chache North Chafet Nyakundi kwa matamshi yake dhidi yake Daktari Matiang'i. Lakini Simba Paul Arati, bali naibu mwenyekiti wa chama cha ODM, alisema kwamba alisema kwamba chama cha ODM hakimo katika serikali. Na akasema kwamba wale ambao waliingia katika serikali walitumwa kufix the government. Do you think kwamba ODM is not in government? To me, I don't think so, because the agreement between the president and the Right Honorable Raila Amolo Odinga, yale ambayo waliagana wakati walikutana wakafanya mazungumzo, hao wawili ndio wanajua ni kile ambacho walikubaliana nacho. Kisha baadaye tukaona wamekubaliana, mimi ninamuunga ndugu yangu mkono William Samoei Ruto katika uongozi wake. Pia nimempa vijana wangu wa mkono wafanye kazi katika serikali. Dhihirisho kwamba upinzani iliungana na serikali na wakaamua kufanya kazi pamoja kwa kile ambacho kilitajwa ni broad based government. Mambo mengi uliona kwamba maandamano yalikuwa yamefanywa pale, Gen Z nao wakaja maandamano wakafanya mambo yakawa njia fulani ambayo yalikuwa inafurahisha kidogo pale, ndiposa wakaungana. Na kile ambacho wamekifanya tumeona baadhi, kuna wale ambao wamesaidika, asua wanasiasa ambao walikuwa kidogo katika mauti ya kisiasa yalikuwa amewafika kidogo pale, wakaopolewa kidogo na wamerejea katika nyadhifa tofauti katika serikali. Lakini kuna jambo moja wengi wanajiuliza, hata aswa ukiwapata wale vijana wa Gen Z, wale ambao wana viongozi wa vijana hawa yale ambao wanataja, nakumbuka kuna mmoja alikuwa anahojiwa katika kituo kimoja cha runinga, alija kwamba kama si Raila Amolo Odinga, angalau Rais William Samoei Ruto sasa hivi angekuwa mamlakani ikiwa angeunga Gen Z mkono. Nikinukuu yale ambayo yule kijana aliyezungumza pale, kwamba angekuwa katika uongozi, wangeungana opposition ama Right Honorable Raila Amolo Odinga angeungana na Gen Z, basi rais angetolewa mamlakani. Na akitolewa mamlakani, basi sasa hivi ungekuwa na serikali ama kungekuwa na serikali nyingine tofauti ambayo inaongoza hapa nchini Kenya, na angalau mambo yangekuwa tofauti kidogo chinza ambavyo wanayaona kutoka upande wa kwao pale. Basi ni jambo ambalo kidogo sikubaliani nalo mimi binafsi, chinza ambavyo wanasema kwamba
upinzani haimo serikalini, imo katika serikali. Ndio maana unaona kwamba mambo mengi tu ambayo yanafanyika hapa nchini kidogo upinzani haijazungumza. Ni wale wachache ambao walikataa kujiunga na serikali ndio ambao tunasikia wanazungumza, akina Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua ambaye alitupa kutoka katika serikali ambayo alipigia kampeni. Edwin Sifuna ako pale amezungumza. Nakumbuka kwamba huyu Harati kuna kile ambacho alikitaja katika sehemu hiyo ambao walikuwa pale Nyamira mazishi. Ni kwamba yule Sifuna anazungumza kila ambacho chama inafikiria kufanya. So anazungumza the mind of the chama. Basi kiongozi wa chama mwenyewe hajajitokeza azungumze. Nakumbuka kwamba tumemuona ama tumemsikia yule Gladys Wanga siku nyingi tu akitaja kwamba chama cha ODM kitatengeza serikali mwaka 2027. Basi na yeye ambaye anatoka katika viongozi kidogo, hata kama kuna uhasama kusukumana pale katika chama kile cha ODM, huyu ama viongozi tofauti wakiyanena mambo tofauti. Tulimuona kwamba bwana Ladwa wiki jana alimueleza bwana Sifuna kwamba sisi uende tukakutoka katika chama. Ni kama kwamba wewe ufuatilie yana ambao chama kinasema. Na pia viongozi wa chama hiki nao wanataja mengine tofauti. Basi kwangu Videl ni kwamba upinzani Kenya kidogo umelala ama umedidimia kabisa kwa sababu kuna muungano ule ambao ulifanywa pale. Lakini chafu kumbuke masuala ya upinzani wajua yalianza pindi tu uchaguzi ulikwisha pale. Kwa sababu tuliona pale serikali kichukua baadhi ya independent candidates ambao walishinda. Tukaona imechukua baadhi ya vyama ambavyo vilikuwa vya upinzani. Na vile vile viongozi wengine wa upinzani wakakuwa submit to government. Najua hiyo ni njia moja ya kumaliza upinzani kabisa. Swala ambalo pia lilikashifiwa na wakati huo aliyekuwa mpinzani mkuu ambaye ni Raila Odinga. Sasa hivi ambaye amekuwa rafiki wa karibu ndugu wa Rais William Samoei Ruto. Lakini ningependa tumsikize Gavana Simba Paul Arati vile ambavyo aliyazungumza, kisha baadaye turejee tuendelee na taarifa zingine. Sisi tunasema hatuko katika serikali yake. Wale watu ambao tumepea wao wasaidie yeye like good citizen adelive kwa manifesto yake. Tutasaidia yeye. Zile vitu zake akishe zimefanyika. Lakini lazima tuhakikishe kama Wakenya tumekuja pamoja, tumeshinda zimwi la corruption. Nasema wakuje pamoja wamalize mambo na corruption. Before niingie katika taarifa nyingine Jeff, tukiwa katika corruption. Ndio. Nilimsikia David Oginde daktari ambaye ni mwenyekiti wa EACC Ethics and Anti-Corruption Commission akisema kwamba professionals, madaktari, wale watu ambao wamesoma wameenda shule ndio wanaongoza katika masuala ya ufisadi. Kwamba watu ambao ni professionals wakitaka ufisadi uishe, waache kufanya na kuhusishwa katika ufisadi, then we'll do away with corruption in Kenya. That seems to be true. Ukiangalia, hebu wewe tembea katika afisi moja pale. Unataka usaidizi, unapata yule secretary pale anakuasha in katika afisi, unampata yule ambaye unataka kuzungumza naye, maybe ni director katika ofisi fulani. Ukizungumza naye anakuambia ningekusaidia lakini kidogo mkono tupu ya ulambwi. Kila ambacho anaashiria ni kwamba lazima uwe na kakitu. Angalau utoe ndiposa nione jinsi ambavyo nitakusaidia. Hata wakati mwingine ukipata kwamba umeelezwa hebu tukutane katika hoteli fulani. What do you think you are going to do to this katika kikao kile hotelini? Kidogo utanunua chai ndio mtakunywa, kisha baadaye atakueleza kwamba ukitaka usaidiwe kuna mtu fulani taongea naye katika ofisi fulani na anahitaji kitu fulani. Basi that is how this thing runs. Na serikali ama na shirika la EACC liweze kufanya kazi yake ipasavyo. Jinsi ambavyo walizungumza wiki jana kwamba kuna baadhi ya maafisa wake ambao watatumwa katika maafisi hizi kufanya uchunguzi. Wakifanya uchunguzi, wale ambao wamepatikana wakifunja sheria na kuhusishwa katika ufisadi, basi watiwe mbaroni, wengine watolewe katika afisi hizi kwa sababu ni Wakenya wengi tu ambao wapo hapa nje wanahitaji kazi kama hizo. Hata wengine they can deliver very well katika afisi hizo kuliko hao ambao wako pale na wafanye kazi. Si eti nachochea kwamba uangolewe mamlakani, lakini ikiwa kwamba umehusishwa na ufisadi na kuna evidence ya kuonyesha kwamba ndio video tulimkuta na amepewa pesa hizi na akafanya hivi na vile, basi utabeba msalaba wako. Nadhani
Nilimsikia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakati ambapo walikuwa na launch afisi za DAPK. Ndio. Akasema kwamba State House is the center of corruption. Nadhani anafaa pia kuandikisha ripoti ili uchunguzi ufanywe pale State House. Tuone ni kipi kile ambacho kinaendelea pale. Kwa sababu unajua uwezo huwa unazungumza tu. Nadhani kwamba maafisa wale wa EACC wanafaa pia kufanya uchunguzi zaidi kujua kwamba are these words substantive? Ni masuala ambayo ni yana uzito, ni ukweli ama ni urongo ama ni kuzungumza tu. Lakini ufisadi bado tuko na safari, Jeff. Ipo tu, na ni kweli jinsi ambavyo umetaja huyu bwana Rigathi Gachagua anafaa kuandikisha taarifa pale katika zile taasisi za kufanya uchunguzi hasa katika EACC pale, ndipo uchunguzi ufanyike kabisa. Kwa sababu jinsi ambavyo alizungumza ni kwamba hakuna ile evidence nzito zaidi kuhusiana ni kipi kile ambacho kinafanyika mule. Na akiwa nayo hivyo isije kwa kwamba ni kuchipigia upato wa kupata kuungwa mkono kisiasa, ama iwe kwamba ni ile sympathy ambayo tutamuonea sisi kama Wakenya. Iwe ni kitu ambacho amekitaja na atoe evidence pale, itakuwa sawa kabisa. Pia wakati gavana alikuwa anazungumza kuhusu kwamba wapo katika serikali, aliwahimiza vijana by the way washike vitambulisho. Ndio. Na limekuwa swala ambalo amelizungumzia kwa muda sana. Nimeona katika any event ambayo anaenda gavana anaambia watu washike vitambulisho. Pia akawaambia kanisa, bishops, pastors waambie waumini wao washike IDs ili wapige kura mwaka wa 2027. Kwanza tumsikize na rejea. Abaswati mbali banyomoche kenyoro. Batabwati gendo kiek vitambulisho. Ndagetemba sabe. Kanisa lazima manye ngot bwate kitambulisho ngota bwate ngokwana ne kanisa yetu ya SDA ngokwana ne kanisa yetu ya Catholic PAG tumanye ukwana n'abagambi ekiagera etubwate abantu ba registered voters gusi Kisii County 700,000 tubwende koba emilioni yemo abantu aba 300,000 lazima fatu wali vitambulisho babwate kura. Mwigwete mbere se ebinyoro bitu chingaki chomugusi gochamo chiakorendo kieke chaikire marenga bagosabera umwaka Matiang'i biamono museni. Nasikia anasema kwamba ni wangapi wanamwombea Daktari Fred Matiang'i. Lakini tukiwa katika masuala hayo ya uchaguzi, Chef, Matiang'i amezungumza. Lakini mbona Matiang'i hajajitokeza aseme tu mimi nawania? Nadhani kusema tu katika kwa maoni yangu mwenyewe ni kwamba nadhani yeye anangoja wakati mwafaka kwa kupiga siasa hata kama si kupiga siasa Fidel, wakati mwafaka wa kuzungumza. Wao acha wazungumze, wanatembeza vizuri pale, kisha baadaye wakati wake ukifika atanena. Kumbuka yale ambayo Richard Onyonga alizungumza, seneta wa kaunti ya Kisii, ni kwamba wamekuwa wakizungumza na Fred Matiang'i na amemueleza kwamba hivi karibuni atajiuzuru kazi yake pale, arejee nchini, na akirejea nchini basi atazungumza. Tutangoja tutumpe wakati. Nilisikia Danson Omara akisema kwamba they are making the way for the Messiah kama watengeza njia daktari anakuja hivi karibuni. So we'll keep waiting tusikie labda daktari ako tayari ama yeye labda ni wala ambao anamwambia tu lakini yeye yuko tayari. Msikilizaji, tukiendelea na taarifa hiyo, Jeff, tukiwa bado katika uchaguzi, rais hivi karibuni alitengeneza lile jopo la kufanya uchunguzi na kufanya interviews ili kuweka wale ambao ni makamishna wa IEBC, tume huru ya uchaguzi na mipaka. Na kuna maeneo tofauti by the way, hawana mbunge, hawana wakilishi wadi, hawana women rep na viongozi wengine. Na wamekaa tu kwa zaidi ya miaka miwili kwa sababu hakuna makamishna ambao wataendeza ule uchaguzi. Ndio. Example moja ni Nyamaiya. Mwakilishi wadi ambaye alikuwa pale Elijah Osiemo alifariki kwa ajali nadhani. Pia kuna maeneo mengine Nyansiongo pia nadhani kwamba wao pia alifariki. Na maeneo mengine mengi ambao hayana hata wale ambao waliteuliwa kufanya kazi katika serikali. Kumbuka mbunge Obiyo Wandayi wa Ugunja pale. By the way, nao walichukuliwa na serikali kufanya kazi, basi viti vyao vya ubunge waliviacha wazi tu. Bado hawajapata wawakilishi ambao watakuwa na wakilisha katika maeneo bunge yao pale. Kuna mawaziri wengi by the way ambao pia
walikuwa wamekuwa observed kwa serikali, lakini mahali ambapo wanatoka uchaguzi haukufanyika. Na kile ambacho kinifurahisha ni kwamba jopo lile ambalo liliteuliwa la kutafuta maafisa wa IEBC walitangaza na pia Wakenya waanze kutuma barua za kuomba kazi katika afisi ile ya IEBC ama kuwa makamishona katika afisi ile ya IEBC. Sijui Fidel kwamba sija apply. Ungependa kuwa napenda ku apply. I do apply but I do apply those things. I do apply but I've not applied because I am very much sure kwamba 100% unaelekea. I'm 100% kwamba nitakuwa na waste muda wangu ku apply. But you know there are some qualifications ambazo zinahitajika ili kuwa mmoja wa wale ambao ni makamishona wa IEBC. Kuna mengi ambayo yanahitajika by the way, si hivyo tu, kuna mengi ambayo yanahitajika. Ni kweli. Kwa sababu unajua pia kuna mmoja ambaye ambassador Cookie ambaye pia aliwahi kwa wakati mmoja ataka kuwa commissioner na vile vile chairperson, lakini alichaguliwa kwa lile jopo ambao lina wapiga msasa. Ndiyo. Na Wakenya wengi wamejitokeza kusema kwamba wanaomba tu zoezi hilo liwe la huru na haki. Ni kweli. Isiwe kwamba tumeweka watu fulani pale wanajua wewe Jeff ukiwa hapa wewe ni wa mtu wewe ni wa Fidel. Iwe namna gani Fidel ndio yeye. So that is what Kenyans are praying kwamba yale ambayo yatafanyika pale yawe ni masala, yawe ni huru na haki. Ni kweli jambo hilo jinsi ambavyo umelitaja wakati mwingi ndilo linaleta utata kwa kwamba tuseme nitumie mfano. Aje nitumie mfano wa viongozi wakuu serikalini. Rais William Ruto, Kalonzo Musyoka, akina Eugene Wamalwa pale. Ni kwamba kuna watu fulani wakiteuliwa basi watatajwa kwamba huyu ni mwendani wa mtu fulani. Na hakika mmoja atatoka pale na kuja na evidence ya kuonyesha kwamba wakati mmoja huyu na huyu walikuwa maana fulani. Hata kama iwe ni watu walikuwa wameketi kuzungumza mambo yao kibinafsi, kidogo jambo hilo huwa linaletwa sana. Basi tunaomba kwamba wale ambao ama jobo lile la kutafuta wanachama ama wale washirika wa IEBC pale liweze kufanya kazi yake katika hali nzuri, wasije wakahusishwa katika visa vya ufisadi, na yule ambaye ako very qualified aweze kupata nafasi hiyo ya kuwa mwenyekiti wa IEBC na kamishna wengine pale wawe pale, ndiposa nchi ya Kenya iweze kuendelea mbele. Kumbuka kwamba tusipopata jobo la IEBC ambalo litakuwa linafanya kazi kwa uaminifu, basi huenda tena tukachipata mahali ambapo tumekuwa tu pale tukizunguka ni kama kwamba tumefungwa kamba, tunazunguka tu tukisema IEBC. By the way, kile uchaguzi hapa nchini Kenya, uchaguzi ukifanywa tume ile ifanye uchaguzi zaidi ya mara 2. Napata kwamba imetimuliwa, wengine wamejiuzulu ama wengine wamefanywa kutolewa kwa lazima pale kwa sababu ya mambo yale ambayo yanakuwa ni ya kisiasa zaidi. Basi tunadhani kwamba jopo lile litafanya kazi nzuri na liwateue maafisa ambao watafanya kazi katika siku zijazo mbeleni hapa uchaguzi ambao tutakuwa nao. Na wengi walikuwa wanataja kwamba ama haswa majenzi they wanted Maraga to be the chair of IEBC. By the way, I wish pia he would have applied. Tuona vile kutaenda. You know, kazi ambayo alifanya inaonekana. Ndio inaonekana vizuri. Kumbuka kwamba yeye ni retiree na miaka yake imesonga pale. Sijui kana kwamba bado ataruhusiwa kisheria. Na kuna kazi alipewa na serikali ya polisi something. Alikuwa anasimamia jopo ambalo lilikuwa linafanya uchunguzi jinsi ambavyo maafisa wa polisi wanaishi, pesa ambazo wanapewa je zinatosha, na wakarejesha ripoti pale. Na kuna baadhi ya yale ambayo yanaendelea kuafikiwa katika ripoti ile ambayo ama yale mapendekezo ambayo tume yake iliyatoa, na kweli tumeona maafisa kidogo wameongezewa mishahara na kuna yale mageuzi ambayo yanaendelea katika police service. Kwamba ni kazi nzuri tu anaifanya, na pia hebu ngoje tuone namna gani atatuma maombi ama kutakuwa namna gani. Before ni cheze video fulani ya watu wa Nyansiongo ambao wanashukuru rais kwa kutengeza lile jopo. Umemzungumzia kwamba yeye ni retiree. Unajua kwamba mke wa Wafula Chebukati anafanya kazi fulani, ni chairwoman wa shirika fulani la serikali. Alichaguliwa hivi karibuni. Ni chairlady wa shirika fulani la serikali ndio. Aliteuliwa katika yale ama uteuzi ambao ulifanywa na rais mwaka jana katika moja ya chopambara analisimamia pale. Achia hapo sasa. Sikuwa nataka kuingia. Nilikuwa nataka kukumbusha tu kwamba unakumbuka hilo kwamba mke wa Wafula Chebukati ambaye alikuwa mwenyekiti anafanya kazi katika serikali. Kama unajua hivyo ndio nafahamu. Haya sawa, tusikie video hii narejea. Asa Maria Tanchenko kuvena yako
koru Nyansiongo ward akere president yeto mbiamono asogo chora IBC erito nyare ko batogochwa kachikura. For example, intoraba na omu MCA ase town yeto ya Nyansiongo for like 2 years and a half. Nabo tobwate mechande menge. Kuna bono chitaya chia street lights inchiri korora. Abuchi konyara koreta ebinte bibebu no boy bina nini. Number 2, obo chafu ibuichire kerase. Tota okoba totabwati omorai. Chicho ntobwati ese town yeto. Kitoko tebambia mono IPC igoiru. Naenda no kobwa chikura chia kubwango tochole no mu MCA. Etauni yeito twara magendero boni ge to chande ge tauni yeito techoge tisengento ntobwati morai boni ga mu MCA ese jopo ya IBC ajore tuto gwakambia mono tigabara kishiba chora IBC nyene tokore chiba election to tagete tonyora barai bali tutagete batokorire gas kera we are missing so much kutatwara mu MCA. So huyo mke wa Chebukati nimeona pale ni mwenyekiti wa tume ile ya allocate revenue, yani Commission of Revenue Allocation. Sasa ndio mwenyekiti katika serikali za county. Ni kweli. Sasa vitu zinarudi mahali zipo. Wengine tukitafuta kazi, wengine kazi zinawatafuta wenyewe. Lakini tukiendelea na taarifa zingine Jeff, ni kwamba nataka kuangazia taarifa kutoka eneo la Gusiland. Nikiangalia pale tumeangazia swala lile la Nyansiongo. Na si Nyansiongo tu, tumezungumzia kuhusu maeneo tofauti ambapo pia uchaguzi unatarajiwa kufanyika. Sasa sijui we are 2025. Yes. 2026, 2027, 2027 ndio uchaguzi. Ina maana kwamba we have like 2 years uchaguzi ufanyike. Sasa lile jopo likiingia pale, makamishna wakiingia pale, uchaguzi utafanyika katika sehemu hizo. Nadhani kwamba wakipata nafasi wakati chopo hili limeingia afisini ama tume ya IBC imekuwa complete pale, kazi yao ya kwanza ni kuhakikisha kwamba maeneo bunge yote hapa nchini na maeneo wodi ambayo hayana wawakilishi basi wametoa tarehe na uchaguzi mdogo uweze kufanyika maeneo hayo. Kisha baadaye ndiposa jinsi ambavyo tunazidi kusonga mbele. Kumbuka kwamba ile review ya boundaries ilikuwa ifanyike na wakati wake ushapita. Sijui kwamba watakuwa wanafanya hilo ama watangoja wafanye baadaye mwakani. Kumbuka kuna maeneo bunge ambayo ni makubwa. Aswa eneo la Gusii tukizungumzia eneo bunge la Bobasi na eneo bunge kutoka kaunti ya Nyamira eneo bunge la Kitutu Masaba. Mwaka jana asamani mwaka baada ya uchaguzi mkuu ambao ulipita mwaka 2027 kuna baadhi ya wabunge, maafisa wengine serikalini walikuwa wanaomba kwamba sehemu fulani ziweze kugawanywa. Kumbuka kwamba kaunti ya Kisii kuna wale ambao walikuwa wanaomba, akiwemo Silvana Sosoro mbunge wa South Mugirango pale, wakiomba kwamba kaunti ya Kisii igawanywe kuwili, ikiwa kwamba lile eneo bunge la Bobasi likigawanywa kuwili liwe sasa tuwe na constituencies 10 katika kaunti ya Kisii. Na kaunti ya Nyamira tuko na constituency 4. Wakigawanya pale tutakuwa na constituency ngapi? 5. Hawajataja kama Nyamira itagawanywa, itabaki tu jinsi ambavyo ilivyo. Na maeneo mengine hapa nchini Kenya. Kumbuka kwamba wakifanya review ya mipaka tumeshuhudia katika kaunti ya Kisii na Nyamira tunapigania mpaka wa Keroka, mji wa Keroka. Na tumeona hapa eneo hili la kunajulikana katika kaunti ya Kisii bado na Nyamira, kuna eneo lile mahali ambapo ukielekea pale Nyamira, nimesahau jina hilo lakini nitakuwa nikilikumbuka pale. Mpaka kuna mzozo wa mpaka wakiulizana kwamba hospitali ambayo imejengwa katika mpaka wa eneo bunge la Kitutu Masaba na eneo bunge lile la Kitutu cha South pale. Ikiwa shirika hili litakuwa pale lifanya kazi ya jinsi ambavyo inapaswa kufanywa, basi hatutakuwa na utata zaidi. Na ni vizuri kuwa na mwakilishi Videla. Ndiposa nasi tufili kwamba tuko na mtu. Tukitaka kufanyiwa jambo fulani, kuna yule ambaye tutamuita, hebu kuna jambo ambalo linafanyika. Je, sisi tumefaidika namna gani? Tukiwa na usawa huo, kisha baadaye tume ya IBC itakuwa inajipanga katika uchaguzi mkubwa ama uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 pale. So Jeff, I was saying something. Yes. Kumekuwa na siasa weekend hii. Na JB alizungumza. Ni kweli. Justin Muturi alizungumza pale Nairobi City Mortuary wakati ambapo miili ya wale vijana ilipatikana pale. Lakini ni kama wanaogopa JP because unajua sijaona mbunge akisema kwamba anapeleka mswada wa kumtoa JP. Sijaona mbunge. Kila ambacho wanasema
ajiuzuru. Lakini sijaona mtu akisema kwamba we will impeach him. Wanamuogopa? Sidhani kwamba wanamuogopa. Na dhani kwamba yule ambaye amemuajiri ni nani? Ni Rais William Samoei Ruto. Anawajibika kwa nani? Kwa Rais William Samoei Ruto. Basi rais ndiye ataangazia pale aone kwamba huyu jamaa simuhitaji katika serikali yangu. Lakini pia Rigiji mwenye mwajiri wake alikuwa Rais Ruto. Ndio, lakini kumbuka wale walipigiwa kura kwa pamoja. Na rais hana kile ambacho nasema kwamba ni njia ya kumtoa. Useme kwamba jinsi ambavyo katiba kabla tujapata katiba ya mwaka 2010 kuna katiba ambayo ilikuwa inatumika pale. Kumbuka enzi za Moi akijua kwamba wewe umefanya jambo fulani, akiwa katika ziara atatangaza pale, kuanzia leo hii Villis Moshoge si waziri wa sekta fulani, basi arejeshe gari zote. Haya, anateuliwa basi Ruth Nyanchama kuanzia leo hii ndiye waziri wa masuala fulani wakati huu. Lakini wakati huu kuna jinsi ambavyo mambo hufanywa kitofauti. Kuna njia ambayo inafuatwa. Basi yule ambaye akona uwezo wa kufanya vile ni rais. Na jinsi ambavyo atafanya maybe ni kufanya reshuffle ya mawaziri. Akifanya reshuffle ya mawaziri, basi ataje wizara yake iachwe wazi, atolewe, ndipo tutasema kwamba huyu ametolewa. Nataka tumsikize Eden Duale. Yale ambayo anazungumza, kisha baadaye tusungumzie hayo. Ndio tujue labda ni kipi kinaendelea. Pia jana Eden Duale alikuwa katika kituo fulani cha television, Citizen actually. And there are many things he said. Yes. Tusikie kwanza haya. It's a very privilege for you to be a member of a cabinet of 22 men and women out of our population of about close to 60 million. So it is a privilege to perform the duties of a cabinet secretary. And I want to ask my colleagues in cabinet, please do not look for excuses when you fail to do your duty. Kenyans, they know which public officer is performing and which public officer is not performing. The citizens can give us a scorecard. And a very good example is the former deputy president. Because of incompetency, because of not performing well, that is why Parliament in its wisdom impeached him. So I really want to ask our colleagues, and we must respect, if you are privileged and you are very unhappy and you are a cabinet secretary, the best thing for you to do is to resign. It's not fair for you to engage a very unhealthy, inappropriate altercation with your appointing authority, who is the president. Good. So it is not very fair. He's actually saying kwamba you should not even engage in any altercation with your boss. So even if ukiona mambo ni mabaya, because your boss given you a job, you do. I guess there is a question pia aliulizwa kwamba unajua Justin Muturi mtoto wake alikuwa atekwa nyara. So kuna ule uchungu wa mzazi. Lakini pia kuna mbunge ama seneta niliona akimtetea Halwale. Ningependa pia tusikie Boni Halwale, tusikie alikuwa anazungumza nini. Lakini wengi pia wala ambao kuna swala ambalo pia alizungumzia jana huyu Duale akisema kwamba yeye huwa anakaa katika vikao vya baraza la mawaziri. Yeah. Mbona asiraise ile konzani huko? Na mimi nikajiuliza, why is he talking in public kwamba ajiuzuru? Siampigie simu mwambie sijui. I just asked, anasema kwamba mbona hakusema pale? Si yeye basi kwa sababu pia wanakaa pamoja. Amwambie tu kwamba jiuzuru bila sisi kujua. Lakini kwa kawaida video kabla hatujasikia video hiyo kuna mambo mawili matatu maybe mtu anafaa kuyafanya wakati kidogo akubaliani na uongozi wake ama kuna mageuzi ambayo anaona kwamba pale kidogo si mazuri. It's either you try to come up with a way that you can be able to solve that problem. Either in engaging, maybe Muturi amejaribu kuzungumza na wao ama kuzungumza na rais kuhusiana na jambo hilo na hajaona lolote lile ambalo linafanywa. La pili ni kwamba akipata kwamba hayo yameendelea, you are supposed to invite some 1 2 3 people
you go and sit down, mweleze kwamba ili jambo nilikueleza rais liko namna hii, basi nimeleta hawa tujaribu kulizungumzia. Ukipata kwamba uwezani kidogo unaondoka. Lakini sipigi upato kwamba ajiondoe ama ajiuzuru pale. Ni yale alikuwa anazungumza kuhusiana na kile ambacho umekiuliza pale na kile ambacho huyu Aden Duale alikuwa anakizungumza. Hebu tusikize ni kipi kile ambacho alikitaja huyo Boni Arwale. Mimi kama kiongozi katika taifa hii yetu ya Kenya, mwenye nilikupenda na ninakupenda, nilikutafutia kura, umenipatia majukumu, ninatekeleza, ningependa nikuombe peupe kwamba kuna watu wenye wanataka kuchochea Mheshimiwa waziri wako Justin Muturi. Mtoto yake alishikwa akapotea. Wewe kama mzazi, mtoto wako akishikwa mateka apotee, huwezi kuwa na furaha. Sasa Muturi amekasirika, anataka kujua ni nani alishika mtoto wake. Wengine wameanza kusema Muturi must resign, Muturi must be sacked. Shame on you. How do you sack a father kwa sababu he's concerned about abduction of his child? Ndio ningependa kumwambia President Ruto, usisikize wale ambao wanasema umwachishe Justin Muturi kazi kama waziri. Kitu ya maana yenye utafanya, ukubali kwamba ukiona watu wakiuliza maswali kuhusu abduction, sio kwamba wanasema serikali ndio inatenda hiyo. Wanasema wewe kama president, chukua jukumu kama president wetu uhakikishe maneno ya abduction ifanye nini? Ishi. Tazo, I mean, even if I'm the president of Kenya tomorrow, you will expect me to stop abductions. Otherwise, mtakuwa mmenipigia kura ya nini? And therefore, I stand with the president to support him positively. Naona vijana wadogo, akina Kimani Ichung'wah, sijui nani, ndio wanaambia president ati mwaka petroli kwa moto, fukuza Justin Muturi. No, Muturi is speaking on behalf of millions of Kenyans wenye wanataka maneno ya abduction ikwishe. I just like the way ameiweka. I just like the way ameiweka vizuri kwamba Muturi is a concerned father. Sure. Mtoto wake alikidnapiwa, alichukuliwa, alikuwa abducted. Anataka kujua ni kina nani ambao mchukua mtoto wake. You know, I was shocked sometimes, Jeff, when I saw some leaders actually allies to President Ruto wanasema hakuna abduction. You know, I was like, are these people real in Kenya? Wanaishi Kenya? Surely. Wanasimama kwa mazishi wanasema kwamba hakuna abduction kabisa. Ni kwa sababu katika katiba ya Kenya tuna kile ambacho ama kipengele kile ambacho kinakupa ruhusa ya kuzungumza jinsi ambavyo wewe unajihisi kama Mkenya wa kawaida. Hiyo ni haki yao. Yeye anaweza zungumza jinsi ambavyo anataka. Lakini kuhusiana na yale ambayo yamezungumzwa pale, na viongozi wengi tu tumewasikia wakizungumza kuhusiana na utekwaji nyara wa vijana wadogo. Nadhani kwamba rais sasa ni wakati mwafaka ajitokeze na azungumzie jambo hilo moja kwa moja. Hata kama amelizungumzia mara moja mbili hivi, ajalizungumzia kwa undani zaidi watu waelewe kwamba rais ametaja kitu fulani. Na wakati atazungumza basi inafaa kwamba hatua ichukuliwe. Kumbuka kwamba katika video zile ambazo tumekuwa tukiziona katika mitandao ya kijamii jinsi ambavyo vijana hao wanatekwa nyara, kuna watu wako na magari fulani, hata magari, usajili wa magari hayo unaonekana, nambari za usajili zinaonekana, hata kama wengine wanatumia ambazo si halisi za magari yale, wanafaa kufuatiliwa. Serikali nazo mbinu za kutafuta wahalifu hawa ambao wanateka wa Kenya nyara, kwa sababu yule Inspector General wa polisi Douglas Kanja, yeye aliyakana akasema kwamba sisi hatuhusiki katika njia moja wote nyingine. Walikataa wote. Yeah, DCI kakataa, NIS kakataa, na polisi wakataa. Ndio, hawahusiki popote katika kuwateka nyara. Basi wanapaswa kufanya uchunguzi, wafahamu ni akina nani hawa ambao wanafanya kazi hii. Na ikiwa watajulikana waweze kukamatwa. Nakumbuka kwamba Nairobi pale tumeona video Subaru ambazo hazina nambari za usajili zikikimbia tu kuwabeba watu ama kuwateka nyara watu. Gari hizi maafisa wa barabarani wa traffic wanafaa kuzizuia, zikamatwe,
waulizwe maswali, nyinyi ni akina nani na mnafanya kazi hii namna gani, nani amewatuma, ndiposa watu hawa waweze kuwajibika na serikali ichukue hatua kali dhidi yao. Kumbuka kwamba rais alisema sio serikali inafanya vile, IG akazungumza si wana polisi, DCI kakataa, NIS imekataa, na pia mashirika yote ambayo yanahusiana na serikali yamekataa kwamba hayawateki nyara hawa vijana wa Gen Z. Je, ni nani anafanya jambo hili? Nakumbuka Jeff, Kenya National Human Rights Commission ilisema kwamba kuna kikosi ambacho kilitengenezwa na serikali hii. Kikosi ambacho kinaitwa Operation Support Unit, OPSU. Kumbuka kwamba kuna kikosi kile ambacho kilikuwa pale awali katika serikali ya Rais Ruto, ambacho kilitolewa na Rais Uhuru Kenyatta. Ruto akakitoa, lakini wakasema kwamba walidisband kile kikosi wakatengeneza kipya, Operation Support Unit. Kwamba kikosi hicho ndicho kinaongoza masuala ya utekaji nyara nchini Kenya. Lakini nadhani kwamba uchunguzi unafaa kufanywa zaidi tujue labda kuko namna gani. Lakini Jeff, pia weekend hii kumekuwa na mambo mengi. By the way, viongozi wa UDA walienda Mlima Kenya. Najua wamekwepa sana eneo la Mlima Kenya kwa sababu ground ilikuwa imekataa kidogo. By the way, video ambavyo vinataja ni kwamba ni siku 80 Rais William Samoei Ruto hajawahi kanyaga Mlima Kenya. Hata sasa hajakanyaga. Tangia kuondolewa kwa Rigathi Gachagua katika ama kuwa kiongozi ama naibu wake pale. Na basi tuliona ametuma majeshi wake pale akiongozwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki, Kimani Ichung'wah na wabunge wengine, ikiwa kwamba wanataja kwamba Kindiki ameanza kukwea Mlima Telezi. Na jinsi ambavyo viongozi wale walifika pale ndio walikaribishwa, na kuna yale ambayo yule naibu wa rais wa zamani Rigathi Gachagua aliyataja kwamba kidogo alisema walipewa pesa nyingi sana. Ni kweli. Akitaja kwamba kila mwana bodaboda alipatiwa shilingi 2000 na vile vile wale ambao walihudhuria ule mkutano walipewa kitu. Ndiyo. Na kuna mbunge wa eneo la Rift Valley ambaye alijaribu kumuattack naibu rais wa zamani. Hawakunyamaza. Walimpigia kelele sana. Ikabidi kwamba akatize ile statement yake. Lakini sikusikia pale hata mtu mmoja akimtaja bila wanataja maeneo mengine kwamba incompetent. Hawakutaja kiongozi mwingine kutoka eneo la Mlima Kenya. Walikuwa pale na walikuwa kwa muda mchache sana. Wakazuru maeneo tofauti lakini rais hakuwa pale. Taarifa ni kwamba walikuwa wanatengeza njia. They are making the way. Kuna fununo kwamba rais huenda akatembea Mlima Kenya wiki hii ama wiki ijayo, lakini tukipata taarifa hizo kwa ukamilifu tutakuwa tunakupasha ni siku gani amepanga kufanya vile. Na videli, kuna taarifa ambazo zilitoka wiki jana kwamba huyu kiongozi ambaye aliondolewa pale mamlakani Rigathi Gachagua anapanga kumtembelea rais wa zamani Uhuru Muigai Kenyatta pale Shagweri ili waweze kufanya mazungumzo naye. Hatujui ni lini hilo litafanywa, lakini ni taarifa ambazo tutakuwa tukiendelea kufuatilia tujue, je, siasa hizi za Mlima Kenya zinachezwa namna gani. Kumbuka kwamba wiki jana ama ile wiki nyingine ambayo ilipita ni kwamba Rigathi Gachagua alimtembelea kiongozi wa NARC Kenya Martha Karua, akafanya mazungumzo akienda pale na zawadi ya kuashiria kwamba yale ya zamani ambayo wamekuwa naye na yule Martha Karua wameyasahau na wamefungua ukurasa mpya asua kushirikiana kisiasa. Kwa kwamba ni siasa za Mlima Kenya pale tunaziangazia na siasa za kitaifa. Nadhani kwamba Chef tutasikia kwanza yale ambayo viongozi wale ambao walikuwa eneo lile la Embu, Nyeri wa UDA. Hasa tulikuwa tumemsingiza kuhusu Madam Zes. Tulisikia the former the deputy president akisema kwamba rafiki yake Zes kumwambia kwamba yeye ndio alikuwa mhusika mkuu katika ile heckling ya Rais William Samoei Ruto katika kaunti yake. Tumsikize kwanza Madam Zes. Thirikari ni mwambegu andu akwa na mumenye nyene wa before ni mwikarangu siasare nina miaka 23 kumanagire MP na riu ere na ndu ne governor. I am telling you, opposition is the worst place to find yourself. Opposition goti umidio gutike ndo mungeka kimutethie in the opposition. Kwa wini nienda kumuvoya wa mundu yava na makasiriko kumomombe uge shetani ashinde makasiriko meke atia mambo madire tuambe tukurie
tonduria barabara yake Sema kwamba sehemu mbaya ya kujikuta ni upande wa upinzani. Ndiye anayazungumzia pale. Nadhani kwamba ni mengi ambao walizungumza pale, lakini walikuwa na haraka sana kwa sababu walizuru maeneo tofauti na umesema kwamba kuna taarifa huenda rais hivi karibuni akazuru eneo lile la Mlima Kenya baada ama miezi mitatu baada ya kumtoa aliyekuwa naibu rais wake ambaye ni Rigathi Gachagua. Pia Rigathi Gachagua amezungumza jana katika kanisa na akasema kwamba tarehe 9 Jumapili atatoa hotuba na atawaeleza Wakenya njia ambayo amepata na yale ambayo ameyapata kutoka kwa Wakenya baada ya kuzungumza nao. Lakini Fidel, pale kuna swali. Hatujaona viongozi kutoka north part of Kenya, kutoka pale Galiza wakielekea pale wa Munyoro. Hatujaona viongozi kutoka kaunti ya Nyamira though katika kaunti ya Kisii walielekea pale. Lakini kile ambacho alikitaja ni kwamba amekusanya maoni ya Wakenya wote na atakuwa anatoa ripoti. Je, atakuwa na hakiki ripoti itakuwa sawa kweli, itakuwa inaonyesha uso wa taifa la Kenya, ama itakuwa tu ni baadhi tu ya maeneo yale ambayo amefika pale? Tujaona viongozi kutoka Mombasa. Labda walienda kupiga picha. Najua si kila mtu anapenda picha. That's what you should know, Jeff. Si kila mtu anapenda picha. Labda walienda pale na hawakutaka picha. Kwa sababu yeye jana amezungumza akasema kwamba viongozi wote wamefika pale wa Munyoro Residency. Na wamefanya mazungumzo. Na anaendelea bado kupokea viongozi wengine. So ningependa tumsikie. Maybe tutangoja tarehe 9 ni Jumapili ijayo. Maybe wiki hii amepanga kukutana na baadhi ya wale ambao hawajafika pale wa Munyoro. Tumsikize kwanza the former deputy president, pia alizungumzia ile ziara ya Mlima Kenya. Tusikie kwanza alikuwa na yepi ya kusema. Kwa nimeahidi ya kwamba by January 31st nitakuwa nimesanya maoni ya watu wetu na vile wataniambia nitoe mwelekeo yetu ya kisiasa kuendelea mbele. Natoka kuomba msamaha, nimechelewa kidogo kwa sababu maoni imekuwa mengi sana, na nilikuwa nafikiria ni watu ya Mlima peke yake watakuja, watu ya Masai wakakuja, watu ya Kisii wakakuja, watu ya kwa Nyanza wakakuja, watu ya Western wakakuja. Nikaona hatutaki tuwafungie nje. Ama mungetaka tuwafungie? So tukaona tuchukue maoni kwa kila mtu. Na bado ninaendelea. Kwa hivyo nimechelewa kidogo. Lakini tariki 9 Sunday coming ndio nitakuwa na nafasi nitoe ile interim report ya yale maoni nimepata, ile interim on Sunday jioni. Nitaongea kwa maredio zetu zote ndio nimueleze vile watu wameniambia hii, wanataka tupange namna hii, nitoe interim report, alafu niendelee kusikiza maoni ya kila mtu. Si ni mzuri kusikiza maoni? Na tena hatutaki kukibilia kwa sababu hatutaki kufanya makosa. We kama heti atiuru, urude wekate. I am very careful. I am very, very, very careful. We made many mistakes. Tulienda harusi na gari ya mtu mwingine. Si ndio? Kufika kwa mtu akatuambia tushuke. Tulienda kwa serikali bila mkataba. Tulienda kuaminiana. Tulienda kwa serikali kwa misingi ya Ukristo. Tukaamini William Ruto kwa sababu ni Mkristo, tukafikiria yeye ni muungwana. Sasa we cannot make the mistakes that we made. So I have to be very, very careful. Ndio nichukue maoni, tupange vizuri, ndio tukitoa mwelekeo we don't make a mistake. So umemsikia hapo vile amezungumza, amesema they don't want to repeat the same mistake they made. Walienda harusi na gari mtu mwingine. Nadhani kwamba anazungumzia yale ambayo yalimkumba akiwa katika serikali kama naibu rais, na tutangoja tuone je vile ambavyo kutaenda. By the way, Videl, kutoka kwa ripoti ambayo majinsi ambavyo amezungumza pale ni kama yeye alidhani kwamba ni watu wao akiashiria Mlima, lakini amepata kwamba ameextend hata wengine wamekuja. Ametaja pale Kisii, ametaja Luo Nyanza, ametaja Western Kenya.
Na pia anatarajia wengi ambao watakuwa wanajiunga naye pale. Basi ameahidi kwamba wikendi ijayo siku ya Jumapili jioni basi atakuwa anatoa ripoti kamili kuhusiana na yale ambayo ameyakusanya kutoka kwa Wakenya wale ambao wamefika pale wa Mnyoro. Lakini nimeona pale pia taarifa ambayo imetoka ni kwamba kuna masuala ambayo tulizungumzia pale kwamba chama cha ODM kimemerge na UDA. Nimeona pale ODM Deputy Party Leader ambaye ni Godfrey Ososi pia amesema kwamba hamna masuala ama hamna jambo kama hilo ambalo limefanyika. Ningependa kwamba Jeff tuingie katika taarifa za kimataifa kidogo. Labda tujue ni yapi yanaendelea kutoka maeneo tofauti ili tujipashe zaidi. Basi ndugu Videl, jinsi ambavyo tunaendelea kusonga mbele baada ya kupokea taarifa kutoka hapa nchini Kenya moja kwa moja hadi maeneo yale ya DRC Congo, ni kwamba mji ule wa Goma, baadhi ya wanakijiji ama wakazi wa eneo lile la Goma wameanza kurejea. Hii ni baada ya vita kuzuka siku 10 ambazo zimepita pale jijini Goma. Na katika nchi yetu jirani ya Tanzania ni kwamba wanajeshi ama jeshi la nchi ya Tanzania limetangaza kwamba wanajeshi wao wawili waliuawa katika mapigano ya pale Goma, ama vita vile vya wenyewe kwa wenyewe kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali yake Felix Tshisekedi pale DRC Congo. Na kwingineko tunapoendelea kusonga mbele ni kwamba sinikisho limetolewa na EU, European Union, katika ama kusitisha makubaliano ya kununua madini kutoka nchi ile ya Rwanda, ikiwa kwamba Rwanda inatuhumiwa katika mzozo ambao umeendelea katika nchi ile ya DRC Congo na vita vile ambavyo vimezuka pale mji wa Goma. Na tunapozidi kusonga mbele ni kwamba nchi ya Marekani ama taifa lile la Marekani likiongozwa naye Donald Trump basi ametoa onyo katika nchi ile ya Afrika Kusini katika kila ambacho amekitaja kwamba ni kuyatenga maeneo tofauti pale, huku akitaja kwamba atakuwa anasitisha pesa ambazo zinapeanwa katika nchi ile ya Afrika Kusini, ikiwa kwamba inachukua ardhi kwa nguvu na kuzipagua baadhi ya jamii kutoka nchi ile ya Afrika Mashariki. Na vile tunapoendelea mbele ni kwamba kituo kile cha kudhibiti magonjwa hapa Afrika CDC kimetangaza hali ambayo inaendelea pale Goma, ikiwa kwamba ni nchi ile ya ama mji ule wa Goma pale DRC Congo, ni kwamba kunaendelea ama eneo jinsi ambavyo mambo yalivyo baada ya vita kuzuka, wanahitaji usaidizi wa dharura ili kuhakikisha kwamba watu wamesaidiwa haswa kiafya, ikiwa kwamba magonjwa yanashukiwa kutokea katika eneo lile, ikiwa kwamba miundo msingi ya vitu tofauti ikiwemo mabomba ya maji, vyoo na vyakula ambavyo watu huwa wanakula pale viliweza kuharibiwa kabisa wakati wa mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Basi ni hayo kutoka mataifa ya nje pale. Kabla hatujaendelea video kwamba sijaingia katika sporti, jinsi ambavyo mlifanya weekend, kwa sababu niliona Shabana ilicheza na Kariobangi Sharks pale na akatoka sare ya 0-0. Kisha baadaye tukaona kuna kiputa kile cha APL ambacho kiliendelea pale. Timu ile inajulikana kama Nottingham Forest ilicheza na Brighton na ikajaraza mabao 7 kwa 0 pale. Na pia timu ya Manchester United pia ilipata bigo baada ya Crystal Palace kuicharaza mabao 2 kwa 0. Timu ile ya Arsenal basi iliweza kushinda mabao 5 dhidi ya Manchester City ambayo iliponyoka kwa bao 1 tu. Na pia timu ile ya Brentford versus Tottenham Hotspur nayo wakatoka 0 ama Tottenham ikashinda mabao 2 pale. Kabla sijakupatia timu 5 bora kutoka EPL na kutoka pale Kenya Premier League 7 bora, zikiwemo ile ambayo ni ya kwanza hadi ya mwisho pale, Shabana ikishikilia nambari 7. Fidel alikuwa na jambo la kuzungumza pale. Nilikuwa nazungumza kuhusu, niliona wizara ya masuala ya nje za kigeni pale DRC Congo iliandikia timu ya Arsenal na timu zingine ziko pale Bayern Munich na PSG ambao zilikuwa na ziara pale Rwanda, wakisema kwamba wasije pale kwa sababu Rwanda ni moja ya nchi ambazo zinafadhili vita ambavyo vinaendelea pale DRC Congo. I don't know why ama how does that concern
Nadhani kwamba kwa taarifa zile ambazo zilitolewa na nchi ile, maombi ile ambalo lilitolewa na nchi ile ya DRC Congo, ni kwamba hawataki nembo ile ya ambayo inaonyeshwa katika jezi la timu hizo, timu ya Bayern Munich na PSG na pia timu ya Arsenal, kwamba visit Rwanda. Ukiangalia katika shati lile lao unapata kwamba pale kumeandikwa kwamba visit Rwanda. Hilo ndilo ambalo hawataki kwa sababu ya kile ambacho wanataja wanahusika pakubwa katika vita vile ambavyo vinaendelea pale nchini Goma, DRC Congo. Nadhani kwamba ni baadhi, kwa sababu naona we run out of time. It is 3 minutes past 2 AM in the morning, that is American time, na vile vile hapa kwetu naona ni saa 5 na dakika 3 maeneo ya Afrika ya Mashariki. Sijui kama una lingine la kuongeza pale. Basi ni katika EPL pale jinsi ambavyo timu 5 bora ikiongoza pale timu ya Liverpool na pointi 56, Arsenal inafuata ya pili na pointi 50, Nottingham Forest pointi 47, Manchester City inafuata na pointi 41, na pia timu ile ya Newcastle ikifuata na pointi 41. Pia katika kipute hapa nchini Kenya KPL ni kwamba Police FC inaongoza kwa pointi 37 ikifuatwa na Tusker FC pointi 37, timu ile ya Gor Mahia pointi 31 ikiwa ya 3, FC Leopards ikiwa ya 4 na pointi 29, KCB FC ikiwa na pointi 29, Bandari FC ikiwa ya 6 na pointi 29 pale samahani, na pia timu ile ya Shabana basi ikifunga 7 bora ikiwa na pointi 28. Vile pale tunatarajia kwamba katika kipute kile ambacho kitaandaliwa basi timu ya Shabana itakuwa inaondoka angalau na pointi 2 ama 1 hivi. Next tuko na match siku gani jamani? Nikiangalia hapa nadhani match itakuwa weekendi. Ninapo angalia hapa niweze kupata ripoti kamili kuhusiana na lini kipute hicho kitagaragazwa pale. Ni kwamba KPL samahani. Lakini kumbuka kwamba tumerudi number 7, we were number 5. Umerejea nambari ya 7 pale. Tulienda pale tukarudi nyuma kidogo. So bado, lakini tuko karibu, bado tuko mbali sana. Kipute kile ambacho kitachezwa tarehe 8, Sofapaka na KCB watagaragazana pale. Gor Mahia na Tusker tarehe 8 watapatana pale. Murang'a na Ulinzi Stars, Police FC na Bidco tarehe 9 ikiwa kwamba ni siku ya Jumapili. Shabana watakutana na Mathare United kuanzia saa 10 jioni. Na nadhani kwamba Shabana wataelekea pale Nairobi. Nadhani kwamba tutapatana pale na Mathare. Hao sasa hizo ni mboga tu, tutakuwa tumekaranga. So hapo hakuna la ziada. Hapo hamna la ziada. I thought kwamba ni timu nyingine kama Gor Mahia, lakini hamna la ziada hapo. Nikukumbusha kwamba wiki jana ulisema Kariobangi Sharks mutaipangua. Hiyo samaki tungeikula, lakini najua pia walicheza vizuri. By the way, Kariobangi Sharks ilicheza vizuri. Kumbuka kwamba mechi ya last time tulikuwa na Kariobangi walitushinda. So we've tried because hawakutushinda. Kama tulikuwa nyumbani. So we hope for the best kwamba Mathare nayo si Mathare, historia Mathare tuliigonga, tutaigonga tena kwa mara nyingine. Basi tukikutakia kila laheri kutoka eneo hili ama idhaa hii ya Bagusi Global Radio. Jina langu mimi ni Geoffrey Nyakundi. Tupatane tena panapo majaliwa. Kwa heri. Kesho kuanzia mida ya saa 3:30 mpaka mida ya saa 5 katika mpango mzima wa AGR News Updates. Kila ambacho unahitaji kufanya, pata application yetu, zidi kupata vipindi vyetu kwa njia ambayo ni moja kwa moja. Mimi ni Videlis Moshoke. Oika Astensengima. Abagusigro po radio nere tunkwarte aseptunu ane chingongo chonsi cheliro balya gusine chinsemo chire ao. Nchenguru kwa pita nyasani nyamwaru kurumatongo gontegerete abagusigro po radio. Jeni gongoro ku Angwenyi Danieli rwaiga chiro ya usongo kwa nyamagena ni gontegerete abagusigro po radio. Asamlete ngugwedi na kwambuka muko koroya secho ya busongo kole biashara ni gontegete abagusiguro boredi. Samaria tangor pani skervongo kole biashara busongo abagusi batekerete radio guro radio. Bono, nabakotonyora ase website yetu ya www.abagusigroboradio.com. Oboigo, nabakotonyora ase YouTube channel yetu o like na subscribe kwetera www.abagusigroboradio.com.